No more twinkle lights, lonely satellites, late night lullabies. It's the world falling. No more turtle dove, no more secret of no help from above. It's the world falling down, 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 falling down, down, down. But I feel only love. Ya hapa niko North Carolina, Marekani. So North Carolina ni state nzuri sana ambayo inaongoza kiukweli. Ni state nzuri kwa mazingira, pia ni state ambayo iko safi. Yaani kwa ufupi naweza sema kwamba ni state ya kwanza Marekani kwa uzuri, kwa usafi, kwa mazingira. Hakuna joto nyingi, hakuna baridi nyingi. Watu wanaishi mazingira mazuri kiukweli. Na ikiwa wewe ni Mwafrika na unataka uishi Marekani maisha ya kutulia, maisha ya kufikiria vile maisha yanaendelea, labda ulikuwa Afrika ukachoka, kichwa kikachoka, na wakati unataka kwenda Marekani unataka utulie, akili tulie, kuja North Carolina. Ni state ambayo hakuna joto kiukweli wala hakuna baridi, ni hali ya kawaida, hakuna snow. Na alafu ni wasafi, mazingira ni mazuri, hakuna uchafu. Karibu sana. Yaani kwa state zote Marekani, North Carolina ni state nzuri inaongoza. Achana na wale wanakuambia sijui Washington, Seattle, sijui wapi Texas. North Carolina ni state nzuri sana. Ninakurecommend, kuna amani kwanza, hakuna vurugu, hakuna ubaguzi, hewa nzuri, watoto education iko sawa. Kumbuka ndege ya kwanza kupanda hewani ilitengenezwa North Carolina, na hapo ndipo walipimia hiyo ndege. Kuna vitu kadhaa ambavyo ni famous, kwa mfano kuna soda ya Pepsi imetengenezwa North Carolina. Kuna celebrity ambazo wako famous, kwa mfano huyu anaitwa Billy Graham ambaye aliyefariki, alikuwa mwinjilisti mkubwa sana, ni wa North Carolina. North Carolina kuna miji mikubwa, kwa mfano Charlotte, kuna Raleigh ambayo ni capital city, pia kuna Greensboro, kuna Wilmington ambayo iko sehemu za beach, na ni hapa ndipo kwenye niko kwa sasa. Ni sehemu nzuri safi. Watu wengi wanahama kutoka New York, New Jersey, New Hampshire, Wisconsin, wanakuja North Carolina kwa sababu hewa ni nzuri, kuna utulivu, yani ni mahali pa kibaridi baridi, kuna majani, yani kila kitu iko sawa, hakuna ubishi kuhusu North Carolina. So wale ambao wanaishi North Carolina wanajua, wanashuhudia kiukweli. Pia ni state ya 11 kwa utajiri Marekani. Yani ni state ambayo inajitafuta kiukweli, wanapiganisha. Maaskari wa polisi wana utaratibu, ni wenye heshima. Yani watoto pia wenyeji ni wenye heshima, hakuna ubaguzi yoyote. Pia chakula kiko, hakuna bei ya juu sana. Yani kuna benefit ambayo serikali inapea wazee, inapea pia watu ambao wana kazi, pia inapea watu ambao wangali wanajitafuta polepole. So North Carolina ni fasi nzuri sana. Maisha yote ya kizungu iko North Carolina. Waafrika wengi hawataki kuishi sehemu za Wilmington, yani huko kwa beach, kwa sababu kiukweli ni wazungu mtupu, na alafu maisha iko juu sana. Lakini kuna madhara wakati Waafrika wanapoishi kwa community moja. Kufuatana na madai ya watu wengi, inasemekana kwamba kuna kwa kelele, na pia mara kuna kwa ile hali ya wivu kila wakati, hapa na pale, kupinzana, mambo shida za kanisa. So vitu ni vingi sana. Unakuta watoto wanaiga yani asili tu, na pia inakuwa vigumu sana kuweza kuelewa Kiingereza. Hata wazazi unakuta hawaelewi Kiingereza, na watoto pia inakuwa vigumu kujifunza Kiingereza ajili bado wazazi wanatumia lugha ya asili. Ndio ni vizuri, pia ni vibaya, sababu unajua unapoishi Marekani huwa mara nyingi kuna kwa ndoto nyingi sana kwa familia yote nzima. Leo tuongelee kidogo kuhusu watu weusi ambao wanaishi Marekani, zaidi ni asili ya Afrika. Umewahi kusikia Black Americans? Wako huko na ni wengi sana, yani wako kila sehemu Marekani. Na labda umetokea Afrika na unajiuliza, je, nikikutana na watu hawa ni watu wazuri au ni watu wabaya? Na karibu sana kwa Barikiwa TV. Usisahau kusubscribe kwa channel yetu ya YouTube ni Barikiwa TV, pia na kwa akaunti zetu za mitandao ya kijamii ni Sam Charles. So watu ambao tunaita Black Americans, yani watu weusi ambao wanaishi Marekani, ni watu ambao kiukweli upande mwingine ninasema ni watu wazuri, inategemea. Lakini wanaweza kuwa pia ni watu wabaya, inategemea pia na uhusiano kati ya wewe na huyo mtu. Kuna baadhi ya watu wamesema kwamba hawa ni watu wazuri kutokana na vile ulivyozungumza nao. Labda tuseme unatokea Afrika na unazungumza lugha ya Kiingereza. Je, ukiongea nao watu mtapatana vizuri? Inawezekana uwe na changamoto ya kuelewana, sababu Kiingereza chao iko tofauti na Kiingereza cha wazungu. Maana wao wana hali yao ya kuzungumza Kiingereza, na labda kinaweza kukutatiza kwa njia moja ama nyingine.
but watu wengi wanaripotiana kusema kwamba Kiingereza chao ni kizuri, lakini jua hao watu ni wakali sana. Je, wakati wanapomwoa Mwafrika au kuolewa na Mwafrika, je, kunakuwa hali nzuri ama ndoa yao inakuwa ya afya? Inawezekana, inategemea pia na wewe Mwafrika vile unavyoongoza ndoa yako. Lakini karibu sana, watu hao si wabaya, wanazungumza vizuri, na ikiwa labda utaongea Kiingereza, basi mtakubaliana kwa jambo moja ama nyingine, mtaongea vizuri bila shida yoyote. So jisikie huru kuwasiliana nao, kwa sababu katika kila jamii kuna watu wabaya na kuna watu wazuri. So watu hawa kiukweli wanakaribisha watu, na ikiwa labda tutawakosea tu, hapo ndipo utaona hali yao mbaya. Pia wewe kama mwanadamu unapokosewa na mtu mwingine unakuwa unaamua vibaya. Lakini kwa ufupi, watu hawa wana ukali zaidi, lakini ni watu wazuri. Kuna wale wameokoka na wengine ambao wako na hali tu ya kawaida, lakini ni watu wazuri kwa ufupi. Karibu sana. Que vous soyez un voyageur expérimenté ou que vous rêviez simplement de votre prochain voyage, Barikiwa TV est là pour vous inspirer et vous informer. Veuillez vous abonner. Whether you're a seasoned traveler or just dreaming of your next trip, Barikiwa TV is here to inspire and inform.